Asili iwalinde wana wa giza. Ndani yenu kuna nguvu, nguvu ambayo haikutambuliwa, nguvu ambayo ilisimamishwa kwa hila, nguvu ambayo leo tunaenda kuikumbuka. Karibu kwenye darasa la 3 katika mfululizo wa kuvunja minyororo isiyoonekana. Hili si darasa la kukubembeleza, ni darasa la kukuamsha kwa mshtuko. Leo tunazungumzia hofu kama injini ya udhibiti. Kama bado unaamini mwanadamu alifungwa kwa nguvu, basi bado hujaona pazia lililoko mbele ya macho yako. Mwanadamu hakutiishwa kwa pingu, alitiishwa kwa hofu. Na hofu hiyo haikuja kama adui, haikuvaa sura ya shetani, haikupiga kelele. Ilikuja kama ulinzi, kama maadili, kama imani, kama upendo. Na hapo ndipo iliposhinda. Hofu ndiyo injini iliyoendesha dunia. Hakuna mfumo unaodumu bila hofu. Hakuna utawala unaoishi bila kuogopesha. Hakuna minyororo isiyo na injini. Hofu ni teknolojia ya zamani kuliko silaha. Haihitaji askari, haihitaji kelele, inahitaji akili yako tu. Ukishaogopa, unaacha kuuliza, unaacha kupinga, unaacha kutii hata bila kuamriwa. Na hapo mfumo unashinda. Ulifundishwa hofu kabla ya kujifahamu. Tangu ukiwa mtoto, kabla hujajua mimi ni nani, ulishaanza kufundishwa usiwe hivi, usiulize sana, usifanye kosa, usivuke mipaka, usijione sana. Na kama ukuelewa, uliogopeshwa. Uliambiwa kuna adhabu, uliambiwa kuna hasira ya Mungu, uliambiwa kuna laana, uliambiwa kuwa mtoto hawezi kuuliza, uliambiwa kuna moto wa milele. Sio kwa sababu ulikuwa mbaya, bali kwa sababu mtu anayeogopa ni rahisi kummiliki. Hofu ikawekwa kama mlezi wa akili yako, ikakuwa pamoja na wewe. Leo unaamini ni sehemu yako, lakini sio. Akili huru huuliza, akili iliogopa hutii. Ndiyo maana hujawahi kukatazwa kuuliza waziwazi. Uliogopeshwa matokeo ya kuuliza. Ukihoji unaitwa mwasi, ukitilia shaka unaitwa mwenye kiburi, ukifikiri tofauti unaitwa mwenye dhambi. Na hapo ulijifunza kujifunga mwenyewe. Mfumo haukukukandamiza kwa mikono, ulikukandamiza kwa ndani. Adhabu na motoni ni silaha za akili. Hofu ilivalishwa sura ya kiroho, moto wa milele, giza la adhabu, hasira ya Mungu. Na kwa hila kubwa, utiifu ukaitwa wokovu, unyenyekevu ukaitwa udhaifu mtakatifu, mateso yakaitwa baraka. Mwanadamu akaacha kufanya mema kwa uelewa, akaanza kuyafanya kwa hofu. Na mtu anayefanya mema kwa hofu hana uhuru, ana woga uliopambwa. Hofu siyo akili yako, ni program. Hukuzaliwa mwoga, hukuzaliwa mdogo, hukuzaliwa ukisubiri ruhusa. Hofu uliwekewa, ikafanyiwa mazoezi, ukaikubali. Lakini ndani yako bado kuna akili jasiri, akili mdadisi, akili yenye uwezo. Ndiyo maana wanaogopa wanakuona hatari ukianza kuuliza. Sasa unaweza kuvunja injini ya minyororo. Huwezi kuvunja injini ya minyororo bila kuzima injini, na injini hiyo ni hofu. Hofu ikipoteza maana, mfumo hupoteza nguvu. Ndiyo maana mtu asiyeogopa huonekana tishio, sio kwa sababu ana silaha, bali kwa sababu hatii tena kwa hiari. Onyo la upendo. Ukianza kuona hofu kama chombo cha udhibiti, hutatii tena bila kuuliza. Na mfumo haupendi mtu asiyeogopa. Kumbuka hili, liseme polepole ndani yako. Mwanadamu aliyeshinda hofu hajapotea, ameamka. Darasa lijalo, katika darasa la 4 tutazungumzia akili iliyofunzwa kupokea amri, siyo kuuliza.
Tutapasua elimu iliyogeuzwa kiwanda cha utiifu. Tutaona jinsi akili ilivyofundishwa kukariri majibu badala ya kuhoji ukweli, na kwa nini shule nyingi hazikuwahi kukujenga uwe huru, bali uwe sahihi kwa mfumo. Usikose. Slogani yetu ya leo: hofu ikizimwa, minyororo huanguka. Asili ikulinde, mwana wa giza. Ndani yako kuna nguvu, itaamsha. Ndimi mwalimu mkuu, elimu ya giza.